nilikuwa na msichana wangu alikuwa ananisumbua. Nikakuja hapa ukaniombea. Alikuwa ametoroka shule. Lakini vile uliniambia msichana anarudi aende shule, alirudi akaenda shule. Alirudi. Asante. Sasa bila alirudi alikuwa akipotea, akirudi akitaka kuadhibiwa na baba yake alikuwa anatoroka. Lakini hiyo wakati bila alirudi alinyenyekea akaadhibiwa na akakiri ya kwamba ataendelea na masomo yake, hatarudia tena kutoroka. Sasa wakaanza kuongeleshana tu na baba yake hapo. Baba yake anamwambia, sasa mimi nililetea mama yako pressure. Ndio hiyo wewe mwenyewe, wewe pia umemuongezea. Sasa tuko tunasaidiana kumtibu. Akasema baba, mnisamehe, sitarudia tena. Sasa alimerudi shule, alikuwa anaendelea. Asante, ubarikiwe mama. Na baba sikupe pressure bila aliambia mtoto. Baada ya hapo sasa bila aliendelea shule. Last week walifanya mtihani alafu wakapatikana na ukora. Mwenzake alimpatia karatasi ya majibu apelekee mwenzake mwingine, alafu wakapatikana. Sasa vile walipatikana na sheria ya mtihani ati inasema ukipatikana na ukora unabaniwa. Sasa walibaniwa hiyo mtihani yao, wakapewa leta wai. Alafu baada ya hapo ati mzazi alipe. Sasa hiyo ni mahitaji. Ni ushuhuda. Sasa masharti hiyo vile walituma walete wazazi walipe fee yao. Sasa mzazi ilikuwa ukifika unalipa fees ndio muongee. Lakini nashukuru Mungu walikuwa wanafunzi 4. Sasa 3 walitangulia kufika na mimi 4 vile nilifika tulianza tu kuongea direct. Hawakutuhitaji tulipe hiyo fees. Sasa mwalimu naye akashindwa akasema, na mbona mama tukaelewa unafika tunaanza kuongea badala mlipe pesa. Mimi nikasema huyo ni Mungu. Si ni wewe ni mchapa Yesu. Sio, ubarikiwe kwa jina la Yesu. Naomba